wanaufurahia mchana kwa sababu wanaona kuna mwanga. Ila ikishaingia usiku, kila mtu anatamani angalau awe na tochi au umeme uwashwe ili lile giza litoke, iingie mwanga. Kwa hiyo watu wanapenda mwanga kuliko giza, na ndio inavyopaswa kuwa hivyo. Amen. Na ndio maana watu hatuunganishi umeme wa TANESCO kwa ajili ya mchana, tunaunganisha kwa ajili ya usiku. Watu hawanunui tochi kwa ajili ya mchana, no, wananunua kwa ajili ya usiku. Kwa nini watu wananunua kwa ajili ya usiku? Maana sisi hatukuumbwa tuwe watu wa giza. Tuliumbwa ili tuwe watu wa kwenye mwanga, watu wa nuruni. Amen. Na ndio maana hakuna mtu yeyote yule anayetamani kutembea giza. Tunasikia tu tunasema kwa kweli mwaka huu na sisi tujitahidi angalau tuvute umeme. Ndio. Kwa nini walitoa lile giza? Yesu anawaambia wanafunzi, mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila aniaminie mimi asikae giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kila aniaminie mimi asikae gizani. Kwa hiyo Yesu anasema yeye amekuja ili awe nuru ya ulimwengu. Maana yake kumbe kabla yake yeye kulikuwa na giza. Maana yake kabla ya Yesu kuja watu tulikuwa tumefundikwa gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ashukuriwe Bwana, maana pia alitupa sauti kubwa. Kwa inaweza kutumika muda wowote. Kwa hiyo Yesu aliposema kuwa amekuja ili awe nuru ya ulimwengu, maana yake kabla yake Yesu sisi tulikuwa gizani. Sikiliza, wakati Mungu amemuumba Adamu, alimweka vizuri kwenye nuru, kwenye bustani ya Eden. Lakini baada ya mwanadamu kukosea, na ndio maana inafika wakati Adamu anamwambia Mungu, tulijificha kwa sababu tuliona tupo uchi. Akamuuliza, nani aliyewaambia kuwa ninyi mko uchi? Unaona? Kwa hiyo baada ya wao kula tunda, ile nuru na ule mwanga kwao uliondoka, wakarudi kwenye giza. Amen. Sijui kama mnanielewa. Kwa hiyo Yesu akaja kuliondoa lile giza ambalo tulilipata kwa sababu ya dhambi. Na ndio maana Biblia inasema kwamba kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumefanya nini? Tumepona. Unaambiwa Yesu akiwa msalabani ilikuwa saa 6 mchana namna hii. Ikafika muda kukawa na giza. Lile giza lilimaanisha kwamba hili ndio giza la mwisho la wanadamu. Maana yake baada ya hapa hawatakuwa gizani tena. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Hebu kama unanielewa nipungie mkono wako shukuru. Amen. Baada ya Yesu kufufuka, lile giza ambalo tulikuwepo kwenye ile minyororo ambayo tulikuwa tumefungwa iliondoka, tukatoka kwenye gizani tukaja kwenye nuru. Maana sisi sio gizani. Amen. 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 Wewe ni wa nuruni, mimi ni wa nuruni. Kwa hiyo lazima tufanane na watu wa nuruni. Amen. 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 Ani kupochika tusaidie. Amina. Watu walioko nuruni wana mamlaka ya nuruni. Nawe lazima uwe na mamlaka hayo. Watu walioko nuruni wana mamlaka ya nuruni. Kwa hiyo nawe lazima uwe na mamlaka hayo. Tumepewa mamlaka na Mungu. Mungu wewe unavyojiona hapa anakuamini sana. Kwa nini anakuamini? Kwa sababu kuna mamlaka aliyokupa. Ukisoma Biblia inasema hivi, baada ya Yesu kushinda, Mungu anasema kwamba huyu
akampika Yesu mamlaka yote ya mbinguni na duniani. Na yeye Yesu akasema hivi, yale mamlaka yangu Baba aliyonipa na mimi nimewapa ninyi. Maana nakubaliana. Sio, mnanielewa? Maana wewe hapo ulipo, yani wewe ni photocopy ya mamlaka ya Bwana. Kwa hiyo jambo lolote unaloliamuru lazima lifanyike. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe mtu wa kuogopa. Usiwe mtu wa kuogopa. Sikiliza, sisi ni wa nuruni, lakini wachawi wenyewe ni wa gizani. Ndio. Na shetani anaishi gizani. Sasa huwa ipo hivi. Mtu aliyeko pale akiwasha taa akajimulika kama ni usiku, wewe hapo ukiwa hapa, hata kama hamna taa, si utamuona, si ndio? Ndio. Si utamuona? Utamuona kwa nini? Kuna taa zimemulika, yule mtu anaonekana. Sasa hivi watu wote waliomwamini Yesu huwa wapo nuruni. Amen. Sasa kama wapo nuruni, falme za kishetani, wachawi na watu wengine wanaotumia falme za giza, wenyewe huwa wapo gizani. Kwa hiyo huwa wanaona na wanajua kabisa. Mfano, wewe uko hapa, labda Mungu amekusudia labda uje wewe labda mchungaji au waziri mkuu wa nchi. Wao wanaona kabisa kwamba wewe utakuwa waziri mkuu, kwa sababu sisi ni wa nuruni. Kwa hiyo historia ya maisha yetu yote waliopo gizani huwa wanaiona na wanaijua. Amen. Kwa sasa wanachokifanya, ile vita unayoona wanakupiga wewe, sio kwa sababu eti wewe ni kijana mzuri unaitwa Baraka au wewe ni kijana mzuri unaitwa George. No, walishajua huyu mwamba akifika pale hapa sisi hatutapona. Unanielewa? Hivi wewe unafikiri hivi shetani alikuwa na shida sana na Yusufu? Hakuwa na shida sana. Ukisoma historia ya Yusufu, anasema hivi, baada ya Yusufu kuuzwa kwa Potifa, kwenye historia ya nchi ya Misri, alionekana ni houseboy bora kuliko wavulana wote wa ile nchi. Yaani kufanya kazi bora wa kiume kuliko wafanya kazi bora wote wa ile nchi. Kwa hiyo akapata jina. Na ndio maana ilikuwa rahisi hata Potifa mwenyewe kumwachia tawale vitu. Alikuwa anamwamini sana Yusufu. Sikiliza, shetani kwanza kumtumia mke wa Potifa hakuwa ana shida sana na jina la Yusufu. Alikuwa amekwisha kuona kwamba huyu mwamba anakoenda ataenda kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo kuna mapinduzi yanakuja kutokea hapa. Kwa hiyo alikuwa anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani hakuandami wewe kwa sababu labda unaitwa Naomi, hapana. Alishajua Mungu alichokukusudia kwenye maisha yako. Kwa hiyo anakuwa anapambana nacho hicho, ili akifanikiwa kwenye hicho amekuweza wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la ajabu, mtu wa Mungu unaogopa wachawi. Nakumbuka wakati nasoma shule ya msingi, nilisoma na kijana mmoja. Yule kijana alikuwa anaogopwa darasani sana. Alikuwa anaogopwa sana. Kwa sababu yule kijana alikuwa anaishi na bibi yake, ambaye bibi yake ile sehemu alikuwa anaogopwa sana. Unaambiwa kama haujamwalika nyama haziivi. Yaani kama mna sherehe, hamjamwalika huyo bibi, mjue kabisa nyama haziivi. Kwa hiyo alikuwa anaheshimiwa na huyo mjukuu wake. Hata pale shule wanafunzi wengine walikuwa wanafanya nini? Wanamuogopa. Nakumbuka kipindi hicho niko darasa la 4. Nikawa nimekwazana na yule kijana. Kuna kitu fulani kilitokea, alafu hatukuweza kuelewana. Katika kijana akaniambia hivi. Wewe Baraka, subiri leo usiku utaona. Sasa mwanafunzi ulikuwa ukiambiwa hivyo, kwenye ile shule unatakiwa uende haraka ukakaombe nini? Na uende ikiwezekana na hela kabisa. Yaani kitu cha kukabembeleza, angalau kashusha ile mood. Maana hivi ndio kakienda kumwambia bibi yake, ni Baraka. Na ule mtaa, wale watu wengi walikuwa wameshachoshwa na tabia za ule bibi. Walikuwa wamekwisha kujitahidi, mara nyingi wanaenda usiku labda wakamuua. Ulikuwa unaambiwa hivyo, wakienda usiku wanakuta pale nyumbani kwake kuna bahari kubwa, hapo wanaona nyumba ipo kule katikati ya bahari. Kwa kila leo jaribu. Siku nyingine nikawa nahadithiwa na jamaa ambaye mjomba wake ndiye alikuwa kwenye ile kamati. Nilikuwa nasoma na kijana mmoja aliyekuwa memba wangu sekondari. Alikuwa na mjomba wake. Sasa mjomba wake naye ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wameenda sasa siku hiyo kwenda kumuua. Wakasema yani siku walikuta nyumba ipo kule juu. Yaani nyumba ipo juu. Sasa siku hiyo gari kijana kameniambia hivyo.